a report. It was suicide. It was suicide. Semeni uongo. Uongo. Tumesema kwa nguvu uongo. Wow. The investigators ndio walikuja kujua kwamba alikuwa mwenda simu. Sio Wakristo wa Roboria. Wakristo wa Roboria na walikubali kuhudumiwa na mwenda simu. Baraka wangu ni mwenda simu. Semeni ni uongo. Father Kaisa ikapewa space ya picha na hapo chini imeandikwa a last prayer, then Father Kaisa is killed. Bwana Mungu pokea maombi yetu, Bwana Mungu tunakuomba. Bwana Mungu pokea maombi yetu, Bwana Mungu tunakuomba. Maombi yetu haya mabaya tuyajali, Adoni Kaisa aliyekufa kwa ajili ya kutetea. Nikiwa Zakia ndio ambako kulikuwa na ile Akiumi Commission iliyokuwa inachukua facts ama testimonies kuhusu tribal clashes Buka, ambaye zilikuwa zimeathiri miti sana wakati huo, wakati wa marehemu Daniel Moi na wakati wa constitution ya zamani. Father Kaisa alikuwa miongoni mwa wale. Mimi naelezea my own personal testimony and experience of him. I didn't know him personally, although alikuwa padri wa jimbo, kwa hivyo tulikuwa tunamuona tukua seminary mara kwa mara, ordinations au kwa mikutano pale. But I used to admire him. Na sasa wakati ambapo alienda kwa kupeana testimony yake kule kwa Kibomi, yale mambo ambayo alisema, I read that from the papers and I decided cut that paper. Kwa sababu niliona huyu father wetu atajiweka kwa shida akiendelea kuongea hivi. Ameongea mengi lakini amegusa untouchables, wala hawakuzaa. And then nikakata hiyo. That was 1999, kabla hajauliwa ya 2000. Hebu niwekee hii ndio ilikuwa ya kwanza ambayo niliona kiasi ameenda sana. Na mke wangu hivi jeze siku hiyo haukethubutu. Na wengine wakathubutu kuongea vitu hivi tu. Yeye alikuwa anaongea zaidi hata ya vile tunaongea sasa hivi. Bila courage. That is what we are talking about. Sasa alipofanya ile ndio ilikuwa ya kwanza akiwa hai, ambapo ilikata kwa sababu nilisema kwamba in case of anything I will say kwamba nilisema. This was February 3rd, 1999. Priest links beward ndimama to anasukia evictions. There. Mungekuwa na yeye ukatoroka. Wewe ungoja hapo hichi unapata pasi unaenda nyumbani. Taki kwenda na haya. Unaweza suffer the same fate ambao unafikiria itakuwa. Ministers trained youths in Israel. Even if you are yourself. Tuende hiyo hapi. Hiyo ni caption ya verbatim. Ya pili, kumbe sio mimi nimekuwa ni observe hivyo. Somebody by the name Joseph Ombuor alikuwa mwandishi wa articles kwa Nation, akaenda Wednesday magazine, akaenda mpaka Longoria a chat with Father Kaisa III. Where did you get this courage? Unaongea pia kisoma hapo ndivyo utakuta kwamba tafuta Bible, tafuta kitabu ya Siko na CGPT, tafuta utasoma zaidi ya vile ambavyo ninavyoelezea kwa wakati huu. Na kwa hivyo hana uoga, hata akasema I've been mistaken by my enemies for a simple right water, while in essence I am just a simple worshipist. Tuendelee. Ndio hiyo. Okay, forget about that scripting taken. Hiyo ilikuwa ni basi ilikuwa imeanguka Tharaka Nithi. Tharaka Nithi ni ya zamani kwa ikisia kwa watu.
Ukiangalia hapo chini mahali nime-highlight ndio ilitangaza kifo cha Kaisar, na hiyo ni gari yake in any case ambayo imejaa kwa nini. There were two headings ambazo zilikuwa zina compete for space. For the Kaisar ikapewa space ya picha, na hapo chini imeandikwa a last prayer, then for the Kaisar is killed. Nikasema I do it, nikakata hata hiyo na nikaipa. Unajua hizi magazeti zilikuwa za seminary. Sasa sikuwa ninaomba, nilikuwa ninakata naweka. Baada ya wale kusoma zilikuwa zinapitiwa kwa stethoscope. Ndio kusoma ukiwa wewe. Sasa mimi napoja jioni kata zitachukua na kata. Kwa hiyo nikakata hiyo. Tuendelee sasa. Yes. Same ambayo inaendeleza. Priest put on the mighty in fight for justice is killed. A final prayer then, but that Kaisar gunned down. Tuendelee. Villagers mostly priests of the forest. Hapo ni parokia Goria or morning, as you can see. Tuendelee. Kenyans react with anger. The priest's mother, hiyo highlighted, but pale juu, did Father Kaisar no kill us? Na hiyo picha iko hapo juu ya Father Wani, kuna Bishop's House, akionyeshana kile kitanda ambacho Father Kaisar alikuwa alale, lakini hakulala jioni hiyo. Aliondoka kwa sababu aliogopa maisha yake, aliogopa kwa anafuata. Na kwa hivyo tuendelee. Priest shot with strong rifle. Maana yake ni kwamba investigation now started na imeonekana hivyo. Endelea, tuendelee. Priest squeezed in Kaisar throat. Detectives retraced the last days of murdered cleric. Priest who was squeezed in Father Mwangi kwa sababu alikuwa miongoni mwa wale. Actually he was the last person to see him alive from the diocese, from the priests. Wengine unaona ni akina nani. Hiyo haikuwa mwisho wake, kuna wengine walimbona usiku. Hebu tuendelee. Father Kaisar's killers were paid Kenya shillings 2 million wakati huo. 2 hired hitmen trained the priests inquiring team told. Tunaendelea vizuri sana. So far, so good. Hebu tuendelee. Of course, here the continuation of Kaisar's killer got to him. Tuende hiyo ingine. The mystery men who met Father Kaisar. Nimekwambia sio Father Mwangi alikuwa mwisho kumuona. They popped in to refuel, says attendant. Huyo picha hiyo unaona kati ni ya jamaa wa kuuza petroli kule Naivasha. Na aliona some mystery men who met Father Kaisar. Na amepigwa picha. This is a inquiry being to. Hatusemi gazeti yote, soma uko ndani ndio unakuta habari. Tuendelee. Huyo alikuwa ni wakuuza mafuta. Haya, sasa watchmen, hata kama ni usiku, there are people who are not asleep, they are seeing. Says watchman killed to Kaisar killing. Mystery of a pickup at the murder site. Huyo jamaa anapigwa picha tatu, ni yule ambaye alielezea hayo. Tuendelee. Investigations zinaendelea. So who requested when Kaisar's dead? Kaisar dead, the untouchables when they left, and then you know it was there. Alright. We are clean, Kaisar says more. Mezungumza kuku wamenena. Baada ya kunena, maaskofu wakaona kama kawaida inaweza ikaenda hata sasa. And they warned tuendelee. Maaskofu wakasema, the bishops warned on Kaisar Kappa, sababu ilionekana hapa. Miaka bado inaendelea hapa. It was the first anniversary ya nikosa hiyo ninamaliza seminar. I think hata nilikuwa nimeshapata upadre. Sasa hizi si gazeti za kuimba, sasa nilikuwa na pesa yangu, nilikuwa najinunulia. Tukiendelea kwa hiyo tunapoendelea, Kaisar report, it was suicide. That is a report. But it was suicide. Somebody uongo. Uongo. Uongo.
kwamba tumekuwa tukitangazwa. We have made the forward. We were there. We were seeing. Now it used to be some papers that I can. Mambo yalikuwa ni mengi na akikuja soma ndani. And then tunagawanya. Eti ilikuwa alijiua. But Catholics claim that, Catholics claim pathologist on a priest was murdered. Yes. Ukisoma hapo ndani katika ripoti ya pathologist ambaye ilikuwa ni kwamba sana sana commonly risasi ya kujizaliwa kwa risasi ya suicide sana sana inakuanga ya karibu, na kwa hiyo mahali imeingilia ndio ukijua nini utakuta kwamba imebanza, utakuta some tissues hata zimechomwa kidogo. Lakini sasa hii haikuwa hivyo. Haikuwa inaonyeshana hapa ni mtu ambaye amejipiga risasi, ni risasi ambayo it was a shotgun ambayo ilikuwa hapo. Kwa hivyo sio, haiwezi ikashikika hivi, ni ambayo mengi ya watu tasoma hapo. Tuendelee. The FBI waliingilia. They twist in the Kaiser report to hide the matter. Those days anything was possible. Wakati FBI unapokumbuka kama wewe ulikuwepo, wakati FBI waliingilia kusema hii sasa inajulikana, lakini how did we end up? Suicide. Tuendelee. Kaiser trouble with charges of suicide theory. Nitakoda wa mashimo sana. Hiyo suicide theory. Ukisoma hapo tuendelee. No medical, but the highlighted part here katikati nikisoma, no medical proof of insanity. Walikuwa wanasema sana kwamba ni vile ndio ile wahidi mwingine kunani hiyo. Kwa kila wakati wanapoongea kwamba mentally disturbed second second mwenda asifu. Hebu niulize and God for me. Padri wewe akita magazimu unaweza kupatiwa? Utajua tu. Wakristo ndio wajaribu kwa kwanza. Hata kwa askofu apelekwa hospitali ni wazimu. Ni mgonjwa wa akili. Wao the investigators ndio walikuja kujua kwamba walikuwa mwatazimu. Sio Wakristo wa Roboria. Wakristo wa Roboria na walikubali kuhudumiwa na mwatazimu. Barakangu ni mwatazimu. Semeni ni uongo. Kisha baadaye tuendelee. Why Catholics reject Kaiser suicide theory? Yes. Walikuwa na sababu. Bishops have told over death of a priest. Iko bado iko hapo tu. Maybe uwezi ukaisoma, iko bado sana, lakini ndio hiyo nasoma edicts. Tuendelee. Kaiser's sister is not yet over. I'm going to get justice for John, she says. Alikutana na Wakatoliki wengine akakuja Kenya, ndivyo niendelee, lakini kumbuka ilikuwa ni wakati gani? Haya, endelee. More to be quizzed over Kaiser Kwata. Nikachoka. Miaka 4 nimekuwa nikikatakata makaratasi. Tutashinda tukisuka hivi. Sasa ilibaki hiyo kwa tunakumbuka kila mwaka. 25 years ago. May the soul of the faithful departed through the mercy of God rest in peace. Apumzike kwa amani.